Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Naam, barabara mpenzi mtazamaji wa habari zetu, natumai mahali popote ulipo upo mzima na bora wa afya. Karibu nikupashe. Naam, siku ya leo Boni Khalwale amepata kuwaface moja kwa moja DIG Lagat na wandani wake ambao walikuwa wamepata kufika pale Senate kujadili mambo ambayo yamekuwa yakikumba taifa kwa ujumla, ikiwemo kati ya mada kuu walizokuwa wakiziongelelea ni kuhusiana na kifo chake Albert Ojwang, ambapo Boni Khalwale alipata kuionyesha taifa kwa ujumla kana kwamba yeye ni ndume na sio mtu wa kutishwa na state hired goons, na kupata pia kumuingilia moja kwa moja gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwa kumuita goon hired, ambaye pia amepata kumwambia iwapo tabia yake atapata kuiacha, kunradhi, hatapata kumrudisha kwao. Tazama video hii yake Boni Khalwale akiongelea mada kuhusiana na kifo chake Albert Ojwang. Usisahau kusubscribe. The question is this, CS. The Deputy Inspector of Police, Mr. Eliud Lagat, went against the provisions of Chapter 6 of the Constitution, went against the provisions of the National Police Act, specifically Section 17, and in general, the Leadership and Integrity Act. You, as a member of the National Security Council, where you sit together with the IG, both of you are present here. Why have you found it difficult to advise the necessary authorities that Eliud Lagat be dismissed from service? My next question, Mr. Speaker, is to CS, not CS, to the IG Kanja. IG Kanja, Kenyans who know you, we have a lot of respect for you because you are the officer, unknown to some people, who defeated the terrorists at Dusit 2 Hotel. We know you as a serious police officer. We've been wondering why these killings under you, and now that Lagat is the person we have found to be who he is, we can now very well see who has been undermining you. I therefore want to appeal to you. Tell this country, a spokesman by the name of Mushiri Nyaga, the police spokesman, he misrepresented material facts. He attempted to conceal this killing. He went and interfered with the circumstances of the crime by stating that Omondi Ojwang hit his head on the wall. IG Kanja, why have you not arrested him? He has information which in his statement under arrest will help to point fingers at who gave him this deliberate statement so as to do what I have said above. Finally, Mr. Speaker, back to Kanja and or Amin. IPOA has now told us the names of the officers from DCI who went to Migori to go and arrest Ojwang. Can you tell the country how it came to pass that Ojwang was moved all the way, Ojwang, that Ojwang was moved all the way, hundreds of kilometers, contrary to the provisions of normal procedure,
that would have required that he be taken to the nearest police station in the jurisdiction where he committed, quote unquote, the said crime, and that if he needed to be moved, a magistrate needed to give permission for him to be moved all the way to Nairobi. Could you, IG, tell us why you have found it difficult to arrest these officers? And their names are a little bit disturbing. You tell us why you have not arrested them? Because they're the only ones who were with this young man from the last time the parents saw him well and alive up to the time they came to Nairobi for the country to be told that the young man was dead. Finally, Mr. Speaker, I want to appeal to C.S. Murkomen. C.S. Murkomen, the National Security Council, where you sit, is charged with promoting and guaranteeing security of the country. And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. C.S. Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. And if you think I'm joking, you are a well-read man. You know that in 2011, in Tunisia, a street hawker by the name of Mohamed Baouzi was killed. And people came into the streets, and the government of President Ben Ali was overthrown. You truly don't know what you're playing with. Please resign. You cannot be an inspiration to be in cabinet. Mr. President, ninataka kuambia maneno ya gavana wa Nairobi. Wakati watoto rika ya Albert walikuwa wanaandamana Nairobi juzi, wakisema hawa watu washikwe, gavana wa Nairobi ameripotiwa kwamba yeye alienda Kawangware na Kibera na Mathare, akakusanya vijana, akawahami na mipini na visu and other crude weapons. Ndugu yangu Mheshimiwa Sakaja, sikia na usikie vizuri. Hapa penye ninazungumzia inaitwa Ikolomani, wewe huwezi kujua. Na hapa Ikolomani, Sakaja, ndio mahala mama yako alizaliwa hapa, ndio akaenda kuolewa na baba yako huko Mkalenjini. Kura ulipata Nairobi ya kushinda ilikuwa ya Waluya. Kwa sababu Waluya walikuwa wanakujivunia kama mtoto ya dada yao. Sikia vizuri sana Sakaja. Mchezo ya kwenda Kawangware kuchukua watoto wetu, unawahami ndio waende wafanye uhalifu. Sakaja, you must stop. Wewe Waluya walikupigia kura Nairobi upatie wale vijana ajira, sio kwamba wapatie silaha ya kuingia katika vitendo ya uhalifu. Oh bana beru, kumutandao ipige bero ho khana khumundu nebenze likondo khafuana shakashisa khafuana khawanga khafuana khisukha khafuana khitakho khana banyoli khana khasakaja benarun bala khupa bala bukoli cheneli kalre bala rumula to khiriruta video eneo khana khakutana khabola bakareba nani alikutuma kanasema Sakaja. Sakaja, you must stop playing with the children of the poor. And I want to tell you Sakaja, katika mila yetu kama Waluya, ikiwa mtoto ya dada yako
amekuja kwenu, kwenye mama yako alitoka, akianza tabia mbaya, huyo mtoto huwa anarudishwa kwao. Huyo mtoto huwa anarudishwa kwao. Kwa hivyo vile wewe umekuja kwa Olio Nairobi, alafu badala ya kuwapatia ajira unawatuma wapoteze maisha yao. Sasa mimi Khalwale, the bullfighter of Malinya, tutakubeba polepole tukurudishe kwenu. Hatutaki utuharibie watoto wetu.